Tujifunze neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuone watumishi wa Mungu akina Petro na Yohana jinsi walivyopata tabu katika kuihubiri Injili. Walikuwa wanakamatwa, wanawekwa magerezani, wanakatazwa kuihubiri Injili, lakini kwa sababu walikuwa wanamjua yeye wanayemtumikia, kwa sababu walimjua Yesu Kristo na waliishi naye, kwa sababu walijua ya kwamba hiki tunachokifanya ni sahihi, hawakuwahi kuacha wala hawajawahi kumsikiliza mwanadamu wala hawajawahi kuogopa. Hebu tusome Matendo ya Mitume sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 7. Anasema, walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mnafanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilolifanya yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsurubisha, Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Naye ndiye jiwe lile lililokataliwa na ninyi waashi, nalo limekuwa jiwe kula pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Haleluya! Tunaona kwamba kina Petro na Yohana walikuwa wakihubiri Injili kwa shida. Acha sisi leo watu kama watakutukana tu, watakusema vibaya, lakini wao walikuwa wanakamatwa na kuwekwa gerezani. Saa zingine walikuwa wanaambulia hata kupigwa makofi, kupigwa viboko, wanazuiliwa kuihubiri Injili. Lakini Petro akijaa Roho Mtakatifu akasimama kwa ujasiri akasema, enyi watu wa Israeli na wazee wote nisikilizeni. Huyu mtu anasimama mbele yenu angali mzima, kwa sababu ameponywa na yeye yule mliyemkataa ninyi, yeye yule mliyemsulubisha ninyi, yeye yule mliyemuua ninyi. Huyu ndiye ambaye alimponya. Hata tukisimama leo tuseme kwamba huu uponyaji ulitoka wapi, hakuna kupingika, maana Yesu Kristo wa Nazareti ndiye aliyemponya mtu huyu, na hata sasa anasimama mbele yenu angali hai. Haleluya! Tena Petro akasisitiza akasema, nikwambieni kitu kimoja ambacho hicho hakipingiki, kwamba hakuna jina jingine tuliopewa sisi kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo peke yake. Sikiza nikwambie kipenzi, hakuna jina jingine jipya ambalo tumepewa sisi kuokolewa kwalo, ni jina la Yesu Kristo peke yake. Na Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu, hapa tunaenda kwenye pointi kwamba huwezi kufanya kazi ya Mungu kwa ujasiri kama hauna Roho Mtakatifu. Huwezi ukifanya kazi ya Mungu kwa ujasiri wako mwenyewe, ukifanya kazi ya Mungu kwa akili zako mwenyewe, kutumia sijui akili ya elimu, sijui kutumia sijui ujasiri wako, ujanja wako, ni lazima utamkosea Mungu. Utajiona wewe unafaa, utawaharibu na wengine wanayosikia. Lakini kama umejaa Roho Mtakatifu, Mungu wa mbinguni anakuongoza. Na maana tunaona kina Petro na Yohana, hawa watu waliposimama kusema kwa ujasiri neno la Mungu kwamba huyu Yesu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Yesu, hakuna jina jingine tuliopewa sisi kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu Kristo peke yake. Watu hawa, maneno yale, kwa sababu yalikuwa na nguvu ya Mungu, yalikuwa na uwepo wa Mungu, yakawaingia ndani ya mioyo yao, yakawaponya, yakawachoma. Halafu akasema, jamani, mbona hawa watu tunawajua? Tena hawana hata elimu, hawana hata maarifa. Maana Petro hakuwa msomi, alikuwa mvua samaki, alikuwa mtu wa baharini.
Yamkini alikuwa muhuni tu wa kawaida, lakini Yesu alikwenda kumtoa kule, akamtia nguvu, akapata ujasiri, akampa hekima na maarifa. Sikiliza nikwambie, hekima za kibinadamu haziwezi kukusaidia. Hekima za elimu ya darasani haziwezi kukusaidia, isipokuwa za kutoka kwa Mungu. Sijasema usomi ni mbaya, hapana. Ukiwa umesoma vizuri, una digrii zako kadhaa, halafu unamjua Mungu vizuri, itakuwa nzuri zaidi. Lakini elimu ya Mungu inakuheshimisha. Sikiza nikwambie, tunaona wasomi wengi tu wametekwa, wako kwenye magereza, tena bila bunduki. Unakuta msomi amesoma vizuri, mwanaume mtanashati, amesoma, anavaa na suti za bei mbaya, lakini ana kikahaba ambacho labda hata darasa la 7 hakijafika. Amesahau na familia yake, kwa sababu elimu ya dunia haimsaidii kitu. Elimu ya dunia haimuheshimishi, elimu ya dunia haimpi maarifa. Lakini yule ambaye hajasoma halafu ana Mungu, wewe acha kutania watu wa Mungu, nikwambie. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja. Wakina Petro na Yohana wakatambuliwa kwamba hawa watu wamepata wapi haya maarifa? Wamepata wapi hii elimu? Mbona watu hawajasoma hawa? Mbona hawa ni watu tu wa baharini? Hawa watu mbona ni watu wanayepanda vyombo tu vya kuvua samaki? Lakini wakakumbuka ya kwamba hawa watu walikuwa na Yesu. Yaani ukiwa na Yesu utaenjoy. Ukiwa na Yesu ipo nguvu, iko maarifa. Ukiwa na Yesu, yani kila kitu utakachokifanya kinafanikiwa. Hata kusikiwa utasikiwa vizuri, watu watakuelewa, na Mungu wa mbinguni akubariki.